Hapa mbele yangu nadhani mnaniona, ninao viongozi wa Toto African wana Kishamapanda ambayo kwa muda mrefu walikuwa na misigano, mivutano ya muda mrefu, lakini kwa baraka kubwa za Mwenyezi Mungu leo ninao pamoja hapa. Ninaye Advocate Mwanahera, lakini ninaye Rajabu Mbaramwezi ambao muda wote walikuwa maasimu. Leo ni kitu kimoja. Kama una kumbukumbu vizuri, huko nyuma ulishawahi kufanyika uchaguzi ndani ya klabu ya Toto, chaguzi mbili wakati mmoja. Ilifanywa uchaguzi ambao ulioenda kumtambua Advocate Mwanahera, lakini ukafanywa uchaguzi uliokwenda kumtambua Rajabu Mbaramwezi, ambao zaidi ya miaka 4-3 hapo mbele ilisababisha Toto isifanye shughuli zake za kimpira muda wote wakiwa kwenye mivutano. Nikasema sasa, baada ya shughuli kubwa tulioifanya, ambao sitokuwa na hisani kubwa na fadhila ya kutosha kama sitowasifia wao watu wawili, yaani kwa maana Advocate Mwanahera na Rajabu Mbaramwezi, kwa sababu walikuwa ni watu wa kuitika kwenye vikao na watu waliotamani kuvimaliza vikao, kumaliza migogoro hii. Wao waliomba sasa wamalize migogoro pasipo kutafuta mtu wa nje, ila ndani ya familia, na hata mamlaka za kiserikali na za wapi zilivyojaribu kuingilia, walisema tatizo letu tutalimaliza kwenye mpira. Kwa jina naitwa Rajabu Mbaramwezi, ambaye nilikuwa ni mwenyekiti wa klabu ya Toto Africans tangu 2019, ikiwa na timu ipo daraja la pili. Lakini baada ya mivutano yetu hii, wakati wenzetu kina Mwanahera wanavutana huku na sisi tunavutana huku, lakini kubwa ambayo lilikuwa mbele yetu sisi ni kuhakikisha tunakwenda kudhibiti jengo la Toto Africa libaki kuwa kama jengo la Toto Africans. Kwa sababu sisi wakati tumeingia madarakani kwamba tumekuta kuna kesi zaidi ya 6 ya jengo la Toto Africans. Kesi ya kwanza ilikuwa ni kesi ya Nyala, alikuwa anadai milioni 48. Kuna kesi nyingine, kesi ya Kilemile, alikuwa anadai naye fedha. Kuna kesi nyingine ya milioni 800 ya Isaac Nsegele. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumepambana na kesi hizo, na kesi ambayo tubaki nayo mpaka hivi tunakwenda kutafuta mwafaka na viongozi wa serikali na viongozi wa chama cha mpira na mwenyekiti wangu Sefu Nyakutonya, maana nitakuwa sina fadhila kama nisipowataja. Mara kwa mara alikuwa tunawasiliana mwafaka, na hata ndugu yangu Mwanahera. Lakini Toto ni ya kwetu sisi sote. Tukasema hapana, haiwezekani. Sasa lazima twende tukatafute mwafaka ili tuweze kuingiza timu yetu kwenye mashindano. Kwa sababu muda mwingi tumepambana, wenzetu wanapambana nje, sisi tunapambana na kesi. Sasa tumebakiza kesi moja. Na kesi moja ambayo tumebakiza hiyo pia na yenyewe tumeshamkabidhi mheshimiwa wakili Mwanahera, ataendelea nayo. Kwa hiyo mimi binafsi na uongozi wangu, wajumbe kama tendaji na wanachama kwa ujumla wa klabu ya Toto Africans walikuwa wananiunga mkono mimi, tumekubaliana kwa nia dhati kabisa kwa maslahi ya klabu ya Toto Africans kwamba sisi wote tunakwenda kuungana kwa Advocate Mwanahera kuwa kitu kimoja. Na Toto sasa hivi tena hakuna mvutano, hakuna ugomvi wa aina yoyote ambao utakayotokea. Kwa sisi sote ni ndugu, kama tunavyokutana kwenye misiba, tunakutana kwenye wapi huko sehemu nyingi. Kwa hiyo mimi sina cha kuzungumza zaidi ya hayo, na kuuthibitishia umma kwamba tunakwenda kupambana kwa ajili ya kutafuta timu tukiwa kitu kimoja, na Toto irudi kama ilivyokuwa. Na mimi binafsi sitoruhusu mgogoro wa aina yoyote tena kwenye klabu ya Toto Africans, kwa sababu tuna mambo mengi ya kufanya. Kwenye moja ya maridhiano yetu tumeridhiana vizuri kwamba tunakwenda kufanya kazi wote kwa pamoja, hatua moja na hatua nyingineyo. Ndio maana nikasema kwa moyo mpana sana au kwa kinywa kipana sana kwamba tunakwenda kupambana kwa ajili ya kuhakikisha kama klabu ya Toto Africans unaona inakaa mahala pake. Lakini pia nikasema kwamba mimi binafsi na wenzangu wote tumekubaliana kwamba hakuna mtu yeyote ambaye atakaanzisha fujo ya aina yoyote ile, kwamba sisi ni ndugu na tutaendelea kuwa ndugu, na undugu wetu unatukutanisha kwenye Toto.
kwa sababu leo angalia wenzetu wamekufa, Salum Kaguna amekufa, Mbalamwezi amekufa mwezi wa 3 tarehe 10, wote hao na wengine wamekufa. Kwa hiyo hata kwenye sheria ya dini inasema, unaona, mnapokuwa mnagombana lazima mrudi katika njia ambayo imenyooka, kwa sababu kuna umauti. Sisi wa Kristo tunafundishwa kwamba heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Kwa mimi na rafiki yangu, ndugu yangu Rajabu, tumejitahidi kuitafuta wala hiyo neema kwa kushirikiana na uongozi wote. Pili ni washukuru viongozi wote wa chama cha mpira wa miguu NDFA kwa kuwa wamekuwa pamoja nasi mara zote kutushauri, kutuita na kujaribu kutuongoza katika mambo mbalimbali na ushauri tofauti tofauti. Lakini pia kwa namna ya pekee viongozi wa serikali ambao wamekuwa pamoja nasi hawakutuacha kwa kweli. Viongozi wote wa serikali akiwepo dasi wa Nyamagana, wakiwepo viongozi wetu hapa, mwenyekiti wa serikali ya mtaa na watendaji wamekuwa pamoja nasi katika changamoto hizi zote. Pia hata mkuu wa mkoa wetu wa Mwanza amekuwa mshauri na amekuwa anatupitisha katika mashauri mbalimbali. Kwa hiyo hatupaswi kuwa wachoyo wa fadhila kushukuru watu wote, lakini zaidi pia tuwashukuru ninyi waandishi wa habari. Kila mahali mlipokuwa mnaibua changamoto, mlikuwa hamwasilishi migogoro, mlikuwa mnaibua changamoto. Na kwetu sisi tumefundishwa kwamba changamoto ni sehemu muhimu sana ya kutafuta mafanikio. Kwa hiyo siwezi kusema kwamba tumepitia katika migogoro, hapana, tumepitia katika changamoto ambazo zimekuwa msingi imara wa leo hii kukutana hapa na kuongea maridhiano na mapatano hayo tuliyoyafikia. Tumekutana hapa sio kwa shinikizo la mtu yoyote, na maridhiano haya hayajashinikizwa na mtu yoyote. Tulisafiri kama familia yenye changamoto na sasa tumeungana kama familia moja yenye upendo. Kwa hiyo tutasafiri hivyo sisi kama familia na hatutaachana. Klabu ya Toto imekuwa na changamoto tofauti tofauti, lakini katika changamoto hizi tumeendelea kupata nguvu ya kutafuta njia bora zaidi ya kufikia kwenye mafanikio. Kwa namna ya pekee nimshukuru ndugu yangu Rajabu na wenzake wote kwa kuwa tayari pia tumekuwa pamoja mara zote kutafuta namna gani tunaweza tukaliweka hili jambo. Wakati wa Mungu ndio wakati sahihi, na huu ndio wakati sahihi wa Mungu umefika. Kwa hiyo tunawashukuru ninyi nyote waandishi wa habari, nimshukuru pia na ndugu yangu Mbalamwezi na wenzake wote kwa hayo yote walioyafanya na hasa kwa kufikia mwafaka huu. Kwenye namna gani ambavyo tunaweza tukasonga sasa kuanzia sasa, kama ambavyo watu wengi wamekuwa nasema, klabu ya Toto ni klabu kongwe na tunahitaji kuiibua, kuihuisha na kuikuza na kuiendeleza. Mwaka jana tulishiriki ligi daraja ya 3 tukawa mabingwa wa mkoa, tukaenda kanda. Bahati mbaya hatukufanya vizuri kwa sababu ya changamoto mbalimbali. Lakini pia changamoto hizi zilikuwa na madhara tofauti tofauti. Madhara ni mengi yaliyotokea, lakini yalifanya watu wengi wasituamini. Pande zote tulionekana hatuaminiki. Upande wa ndugu yangu Mbalamwezi walionekana hawaaminiki na sisi pia tulionekana hatuaminiki. Kwa mapatano haya na kama alivyotangaza ndugu yangu Mbalamwezi, maana yake tunautangazia umma wa Tanzania, umma wa Nyamagana kwamba sisi migogoro, changamoto zilizokuwepo tumeziondoa na tofauti zilizokuwa nazo hazipo tena. Na mimi na pamoja na kamati yangu wenzangu wa kamati ya utendaji ambayo ndugu yangu kwa namna ya pekee, upendo wa pekee, amekubali tuendelee kusonga mbele. Tumeshaahidi kwamba hatutawaacha wenzetu na tutajitahidi kuleta klabu yetu iwe na upendo zaidi, umoja zaidi na mshikamano zaidi. Kwa majina naitwa Sefares Nyakutonya, ni mwenyekiti wa mtaa Nyamagana Mashariki, kata ya Nyamagana. Ni miongoni mwa mitaa ninayoongoza ilipo Toto, ambao ni mtaa wa Kishamapanda. Sasa baada ya kutoa ufafanuzi huo, niseme tu kwamba hakuna mtu mwenye furaha kama mimi na mtendaji wangu na viongozi wa kata, kwa sababu changamoto hii tumekuwa tukijaribu kuongea nao, kushauri mpaka viongozi wa wilaya wa chama cha mpira na wenzetu hao kwamba jamani, sisi tunapenda mpira uchezwe. Siku hizi hadi tumesahau kusikia wana Kishamapanda. Kufikia hivyo mambo haya tumemsikia Dasi naye amekuwa anashauri kwamba jamani, kaeni mnyamalize, changamoto ziishe. Mkuu wa wilaya dada yetu Amina Makiragi naye kakatoa ushauri wake, kaeni mnyamalize.
kaongea mpaka na chama cha mpira wilaya Nyamagana, mkuu wa mkoa ndugu yetu Saidi Mtanda naye katoa ushauri. Hatimaye leo napata furaha hata ya kuongea kwamba nimeshuhudia mwenyewe kuona hapa kinachoendelea kwamba mgogoro umeisha. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.